sita ambao wote ni wanaume. Vile vile tunafanya kazi wengine katika sehemu nyingine tofauti. Ndugu mgeni rasmi, kuanzia nasari hadi sekondari tunasoma kwa yaani tunakuja asubuhi kwa masomo ya skuli na kwa wakati wa jioni tunasoma masomo ya madrasa. Na kwa upande huo wa jioni tunao walimu 8, wanaume 7 na mwanamke mmoja. Walimu wote hawa kuanzia nasari hadi madrasa ni walimu wenye ujuzi wa kutosha katika kupeleka mbele jamii ya Kiislamu kwa elimu ya dini na dunia. Hivyo shime tungani pamoja katika kufanikisha malengo haya muhimu, na kwa uwezo wa Allah tunatamani tutafanikiwa. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kukujulisha kwamba zaidi ya kuwa na nasari, primary na sekondari, vile vile tunayo mahali ambayo hufundisha vijana wa kike na wa kiume, na vijana hawa hupata mafunzo katika nyanja mbalimbali za kidini na kimaisha. Mafunzo haya ni kwa mwaka mmoja tu, na baadaye hufanyiwa mitihani na wale wanaofaulu hupata nafasi ya kuendelea na masomo yao huko Tunguu Zanzibar, na huko pia akifaulu hupata nafasi za kuendelea na masomo ya juu nje ya nchi. Na hivi sasa tunao hapa vijana madhubuti ambao wamemaliza masomo haya kupitia mahali hii, wamekwenda na wamerejea ili kuendeleza na kupeleka mbele Uislamu. Ndugu mgeni rasmi, mwaka jana kwa mara ya kwanza skuli yetu imeingia katika kufanya mitihani ya kitaifa ya darasa la 6 kwa mwaka 2018. Tulikuwa na wanafunzi 33 walioshiriki katika kufanya mitihani hiyo. Kati yao wanafunzi 4 walifanikiwa kuingia mchipuo, 3 ni wanaume na 1 mwanamke, na wanafunzi 21 walipata average ya C, ambapo ilibakia sehemu ndogo sana kufikia average ya B, ambayo ndio mchipuo yenyewe. Mgeni rasmi, kwa upande wa matokeo, kama tunavyojua, baraza hadi kutoa matokeo kwa mpangilio wa makundi mawili. Kundi la kwanza ni shule zenye wanafunzi ambao ni zaidi ya 45 na kundi la pili ni shule zenye wanafunzi 45 au chini ya hapo. Shule yetu ilikuwa na wanafunzi 30. Kwa hiyo tulikuwamo kwenye lenye wanafunzi chini ya 15, ambapo shule zote za kitaifa katika zilikuwa ni 127 kwa Zanzibar. Mgeni rasmi, matokeo yetu ya Islamic School yalikuwa kama yafuatavyo. Waliofanya mitihani ni 33, waliofanikiwa kuingia michepuo ni 4. Ndugu mgeni rasmi, ama kuhusu viwango vya ufaulu kwa upande wa kila somo ni kama ifuatavyo. Istiqama wote kiwilaya tulikuwa wa kwanza katika skuli 7, kimkoa tulikuwa wa pili katika skuli 10, kitaifa tulikuwa 43 katika skuli 127. Ama mtihani wa kila somo ni kama ifuatavyo. Hindi tulikuwa kwanza kiwilaya, wa pili kimkoa, wa 7 kitaifa. Kiswahili tulikuwa kwanza kiwilaya, wa pili kimkoa, na 37 kitaifa. Tulikuwa wa 3 kiwilaya, wa 4 kimkoa, wa 63 kitaifa. Sayansi tulikuwa wa kwanza kiwilaya, wa pili kimkoa, wa 63 kitaifa. Jiografia tulikuwa wa kwanza kiwilaya, wa kwanza kimkoa, wa 10 kitaifa. ICT tulikuwa wa kwanza kiwilaya, wa pili kimkoa, wa 63 kitaifa. Dini tulikuwa wa 4 kiwilaya, wa 5 kimkoa, wa 65 kitaifa. Historia tulikuwa wa 3 kiwilaya, wa 4 kimkoa, wa 52 kitaifa. Kiarabu tulikuwa wa kwanza kiwilaya, wa pili kimkoa, wa 52 kitaifa. Civics tulikuwa wa 3 kiwilaya, wa 4 kimkoa, wa 34 kitaifa. Ndugu mgeni rasmi, skuli yetu haipendelei kuwahamisha wanafunzi waliopasi michipuo na kuwapeleka maskuli mengine, bali tunataka sisi wenyewe tumalizie ile foundation tuliyoianzisha tangu mwanzo. Kwa hiyo tulitaka wanafunzi wanaopasi
michipuo waendelee na masomo yao ya sekondari hapa. Na hilo ndilo lengo letu tulilojipangia. Lakini kutokana na sababu zisizoepukika, baadhi ya wazee wakishapasi watoto wao michipuo huwachukulia uhamisho na kuwapeleka vyuo vingine. Lakini kwa bahati nzuri pia, huko wanakokwenda wakifanya mitihani yao wanachukua nafasi za kwanza wote ni wale wanafunzi kutoka hapa. Hii inatupa faraja kubwa kwamba tumetoa vipaji. Ndugu mgeni rasmi, kila lenye heri halikosi kuwa na changamoto, na sisi pamoja na mafanikio yote haya tuliyoyapata, lakini pia tunakabiliwa na changamoto mbalimbali kama ifuatavyo. Ulipaji wa ada za shule hauendani kabisa na makubaliano kati ya uongozi na wazazi. Kwa mfano, baadhi ya wazazi hawakubali kabisa kulipia ada zao kwa muda tuliokubaliana, na amesahau ya kuwa ni wao wenyewe waliochukua ahadi kwenye fomu zetu za mkataba kwamba atalipia watoto wao kwa wakati, lakini bahati mbaya baadhi yao ulipaji wao hauendani na makubaliano yetu ya awali. Changamoto nyingine ni kuwa baadhi ya wazee wanakatisha watoto masomo yao bila ya kutoa taarifa yoyote, na baadhi yao hufikia maamuzi kuacha watoto hao majumbani bure bila kuwasomesha na bila kueleza sababu maalumu ni kwa nini wameamua kufanya hivi. Hili pia ni jambo ambalo ni kinyume na utaratibu na sio makubaliano yaliyomo kwenye mikataba yetu. Wanafunzi wanahamishwa na kupelekwa shule nyingine bila kutoa taarifa zozote kwa shule yetu, na hii mara nyingi hutokezea pale mzee anaposhindwa kulipia madeni yaliyorundikana kutokana na kutolipa ada kwa wakati. Mwisho wake deni linakuwa kubwa, linamshinda kulipa. Tunakosa mashirikiano ya kutosha baina ya wazee na walimu, na kujenga dhana ya kwamba walimu peke yao ndio wenye jukumu la kuwalea na kuwashughulikia na kuwasomeshea watoto wao. Tuna uhaba mkubwa wa vitabu vya kusomeshea wanafunzi madarasani. Pia hatuna maabara kwa ajili ya vitendo vya kisayansi. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na kuelezea changamoto hizo zinazotukabili, pia tunaleta kwako maombi yetu kama hivi ifuatavyo: kupatiwa nafasi za masomo kwa walimu wetu kila zinapotokezea nafasi hizo kwenye sekta yoyote ile, kuzidi kushirikishwa katika semina na mafunzo mbalimbali au vikao vinavyohusiana na elimu kwa malengo ya kuwajengea uwezo zaidi walimu wetu katika masuala ya elimu ambayo yanakuwa kila uchao. Tunaomba walimu wakuu au walimu dhamana wa kupokea wanafunzi kwenye skuli hizo wasipokee wanafunzi yoyote kutoka skuli zetu mpaka pale watakapopelekea vielelezo rasmi vya uhamisho kutoka kwetu. Ndugu mgeni rasmi, skuli yetu inatumia masomo yetu kwa kutumia lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo tunaomba kupatiwa vitabu vilivyotafsiriwa Kiingereza, hasa kwa kuzingatia kuwa wizara imelazimisha maskuli yote yafuate mitaala ya SMZ kwa primary. Kwa mfano, Science Standard 3 na Standard 4, Math Standard 1 hadi Standard 4, Civics Standard 5 na Standard 6, History Standard 5 na Standard 6. Tunaomba vifaa vya maabara kwa ajili ya kuendeleza vitendo vya kisayansi. Pia ombi jingine rasmi kwa wazazi sasa ni kuwa tunaomba wazazi wasiwaondoe wanafunzi wetu wanaopasi michepuo. Tunataka tuende sambamba na methali semayo, ardhi iliyo chini ya mwardhi nayo hunukia. Ndugu mgeni rasmi, tunatoa wito kwa jamii yetu kuunga mkono juhudi hizi ili kuweza kuandaa watoto wetu katika msingi bora ya elimu ambayo itawezesha wao kumjua na kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pia kupelekea kupata radhi zake ambazo itakuwa sababu ya kutuingiza sisi na wazee wetu katika pepo yake tukufu. Na
ambapo itakuwa ni sababu watoto hao waje watuombee dua njema tutakapokuwa makaburini. Tunahimiza wazee wengine walete watoto wao ili waje kupata misingi bora ya elimu kwa manufaa yao ya hapa duniani na kesho akhera. Mwisho wa yote, tunatoa tena shukrani zetu za dhati kwa ndugu mgeni rasmi. Pia tunashukuru sana waalikwa wote na kila aliyeshiriki kwa namna moja au nyingine katika kufanikisha swala hili. Insha Allah, Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri.